So kwanza sasa kitu yenye nitaongea hapa itakuwa genuine, nitaongea ukweli. So from the first day nilichanga Ngaru kwetu Udhaya, the next day nilikujua Mofa alikuja kwetu nyumbani. Na akakuja tukaongea na pamoja na familia, mamangu, babangu pia alikuwa hapo. Tukagree hiyo pesa imechangwa leo. Kwanza tujue vile atatuwekea kwanza tujue vile juu hapo mahali tulikuwa home hakuko na principal ya kujenga, akatuambia kama tunaenda Chaka na tukakubaliana iko sawa, juu ya place haikuwa ya kujenga na tukakubaliana tukaenda. So alichukua hiyo the first day akatupeleka hadi Nairobi na akatuacha hiyo hotel inaitwa Opal. So hiyo after ametoka kwa hiyo hoteli hapo tuambia kama sisi tunalipa ama nani analipa, alikuja tu akatuacha huko tukakaa for a period of 2 weeks. So after hiyo 2 weeks imeisha ndio tukatoka, na sasa after tumetoka ndo akanitumia bibi akaniambia unafaa kulipa hii pesa kwa hoteli. Ulilipa how much? Mention amount. Kwa hoteli ilikuwa 2600, ilikuwa 206,550. So after tumemaliza hapo akatuambia tutafute nyumba na akatusaidia pia kutafuta nyumba, tukapata ya ilikuwa 35,000, ilikuwa 3 bedroom. Juu pia mzee alikuwa huko Nairobi kwa hospitali, alikuwa kuja pia akae huko. Ilikuwa 3 bedroom, ilikuwa 35,000 na deposit ya 35,000 70,000 na nikalipa. So after hapo after that tukapatana. Sasa mimi mamangu sasa ameitwa kutoka ushago, yote imekuja DCM, akatuita kwa ofisi yake tupatane, ndio akatuambia hiyo mambo ya kununua shamba. Kwanza akatuambia tunaweza kununua shamba tulimange hapo, hivi vitu tunalima, ni atakuwa akitununulia juu kuna kampuni ya kuprocess hizo vitu hizo ni zote, akatuambia tunazalima hapo, akawa akitununulia vitu. So hatuwezi kosa kitu ya kulimia kujisustain, na tukakubali na tukanunua shamba ya 1.5 million. Na pia tukiangalia pia kwa nini mimi naongea tu kweli yenye najua, tukiangalia kwa catalog yote hiyo shamba ilikuwa inauzwa 1.2 million, lakini ilikuwa 1.5 million. Alafu kwa ploti yenye tulikuwa tunajenga ilikuwa inauzwa hiyo time ilikuwa inauzwa 300k, akatuzia 500,000, so ikakuja 2 million. So hiyo time tulikuwa tunajua. So after nini imekuja ndo tumeconfirm hizo catalog zote, tumeconfirm hizo bei. So after that nini after nyumba imejengwa na ikafika hapo na pesa ikaisha, na tuko hapa hiyo mambo yote imekuja hapa nini, babangu anajua, tumediscuss na yeye, na mtu mwenye alikuwa anaongea on behalf of him ni mamangu. Jua kuja online naweza kuambia watu mbona nyumba haijaisha, mbona kwani kulienda aje. So yeye alikuwa anataka accountability, najua hadi juu mimi at first nilikuwa nimeona babangu na nilikuwa nikikuja hapa online ilikuwa hiyo pesa yote ilikuwa inakuja kwa ya babangu. So after tumechanga so hiyo pesa yote ilikuwa tumechanga. Okay, unaweza ambia watu okay, relax, breathe in, breathe out, relax. So tuambie mambo ya kujenga ilikuwa aje? So after tumeanza kujenga mimi nilikuwa na nini na manage hiyo account peke yangu, na mamangu pia alikuwa signatory, na mimi nilikuwa natuma hizo pesa. So after mjengo imeanza, Mofa alikuwa ananiambia kitu imetumika na ananiambia nitume pesa kwa account fulani na natuma. Mofa anaweza confirm kama ni kweli. So alikuwa ananiambia kitu imetumika, tuma pesa. Tumeleta hizi lori 3 za mawe, tuma pesa. Tumefanya hivi, tuma pesa. Na hiyo pesa kwa yote ya mjengo nilikuwa fundi, nilikuwa natumia ibu adungo. Na hizo zingine alikuwa ananiambia tutuma, kama ni hardware ananiambia nitume pesa na hiyo amount hivyo. So after pesa imeisha, Mofa akanipigia akaniambia Mofa nani ibu ameacha kazi, sijui kulienda akaacha kazi after pesa imeisha. So mjengo after sasa hiyo pesa yenyewe Mofa anasema ajiongeze hiyo 500k na bisho 500k, sisi hawakutuambia. Sasa wanakuja home maybe kama ni nini kusalimia mzai, wanamwambia wanatuambia nyumba inaisha next week, next month. Sisi tunangoja